So leo nataka tujifunze kwa habari ya umuhimu wa kujua chanzo nyuma ya mawazo unayokuwa nayo, kwa sababu ulimwengu wa mawazo una malango, kwa maana ya kwamba Mungu anaweza akasema na wewe na adui pia anaweza akasema na wewe, kwa maana kwamba sio kila unachokiwaza ni cha kwako, lakini pia sio kila unachokiwaza ni cha Mungu. Kuna mambo mengi ambayo tunayawaza lakini hatujui chanzo nyuma ya hayo. Hasa kwa nini kuna umuhimu wa kujua chanzo? Kwa sababu mawazo ndiko mahali ambako maisha ya mtu yanaamliwa. Kwa mfano, Mungu akitaka akupe aina fulani ya maisha, jambo la kwanza lazima aanze kushughulika na fikra yako. Ndio maana anasema kwenye ile Warumi 12 mstari wa 2 kwamba msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mungu akiwa na plani ya kubadilisha namna ya maisha, haanzi kukupa namna mpya, anaanza kukupa nia mpya ama fikra mpya, a new mindset, to tell you that before God gives you a lifestyle, he must give you a mindset. Hallelujah. Sasa kwa nini ujue chanzo nyuma ya mawazo unayokuwa nayo? Kwa sababu shetani anaweza aka-influence mawazo yako. Tunakumbuka habari ya Petro. Petro alikuwa na Bwana Yesu na Bwana akamwambia, je, mimi ni nani? Petro akasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu. Na Yesu akasema, Petro, sio wewe, ni Baba amekufunulia haya. Lakini hazijapita dakika chache tena Petro anamwambia Yesu kwamba hapana, hautaenda kuteswa. Ikabidi amwambie, rudi nyuma yangu Shetani, kwa maana hauyawazi yaliyo ya Mungu. Kumbe unaweza ukajua kwamba wewe yule unaweza ukapata mawazo wakati mwingine ni kutoka kwa Mungu, lakini wakati mwingine sio kutoka kwa Mungu, ni Shetani amesema ndani yako. Mfano mzuri naweza nikakusomea kwenye Mambo ya Nyakati ile mlango wa 21 mstari wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Biblia inasema kwamba tena Shetani akasimama juu ya Israeli akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. Just imagine, kuwahesabu watu. What's wrong with that? Sensa ni kitu ambacho kila mahali kinafanyika, lakini ilimgharimu Daudi kwa sababu hakufanya sensa kwa kuwa ni yeye alitaka ama ni Mungu alitaka, ila kuna ushawishi uliokuwa umetoka kwa Shetani. Sasa kama Shetani anaweza akashawishi mawazo yako, anaweza akasema na fikra yako, anaweza pia akaongoza maisha yako. So chanzo kina nguvu kuliko wazo. Narudia, chanzo kina nguvu kuliko wazo. Unajuaje sasa? Biblia imeturuhusu kujaribu kila roho. Na utajuaje kama unachokiwaza ni sahihi? Angalia tu matunda. Ukisoma Luka 6:44 anasema kwamba kila mti tutaujua kwa aina ya matunda yake. I pray for you ili mawazo yako na maono unayokuwa nayo yaendane na aina ya matokeo utakayotaka kuyaishi katika Mungu. Mungu akubariki sana, endelea kutufuatilia. Elisha Mwanga.